Kenya imedanganywa tangu kitambo, ijaanza kudanganywa sahi. Kumbuka kuna msee alidanganya wa Kenya ati oh God of all creation. Kwa Kiswahili ni Mungu nguvu. Sasa uko hapa kwa God. Na tukaingia box si wote ndio leo. Ameongezewa extension kwa kitu. Adem days. Nakumbuka mtaa rada ilikuwa safi, wazito enzi za randi Mtemi Mbogi ilikuwa tight, tuna pressure, cheza rumba Adem D's enzi za furaha tele, tulicheza tukashinda bila wasiwasi. Cheza rumba Adem D's enzi za furaha tele, tulicheza tukashinda bila wasiwasi. Sasa tuko different place but zile days bado ziko fresh. Cheza rumba Adem D's enzi za furaha tele, tulicheza tukashinda bila wasiwasi. Yeah, ladies and gentlemen, happy new year, happy new 2026. We back again, Dem Days, and my name is Randy_Muziki aka Papa Udhile. Na niko na huyu jamaa hapa. Tumerudi. Bado tulipotea. Huyu jamaa ako last year. Bado ako last year. Nimesahau kama tusharudi mazee. Mambo vipi watu wangu? Yeah. Mtemi mistari hapa aka mistari za Mtemi. Na this time tumekam vibad, tumekam na uzuri. Yaani mambo ni mwesheshe. Mambo ni mwesheshe. Raundi tumejaa ngori. Na in fact kwa hii segment yani tunajiita season 2. Season mbwexi. Tumeamua tutakuwa tunawaitia ma guest tofauti. To have topics different kuhusiana na Dem Days na the current. Msianze kuona ni kama hii nyumba inanga wageni bana. Bana nyumba ina wageni. Wachoyo sana. Uone hadi set tumechange kidogo. This time tunalalia mapilo. Anyway, ladies and gentlemen, welcome. So leo Mtemi. Sasa unajua tumekaa mi season 2 hata sijui tutaongelea nini. Mimi naona tuongelee hivi Randy. Uongo. Unajua uongo ijaanza leo. Wasome danganywa kwa hii life. Uongo ilianza kuanzia enzi ya Adamu na Hawa. Sasa kwani by the way, uongo ilianza. Do you know uongo ndio reason kuna waliweka hadi kwa calendar Fool's Day. April 1st Fool's Day. Unajua msee akidanganywa na ingie box huyo ni fool. A big fool. Mujinga. Duanzi. Anyway, uongo, unajua uongo by the way akina Adam na Eve ndio walitupitishia uongo. Nyoka ilidanganya Eve. Eve akadanganya. Lakini ndio pia udanganywa na nyoka. Adam akadanganya Mungu. Kwani wewe ni fool aje? Manze. Unaona? Yaani msee ni fool mpaka akili imejaa tu ufulu. Ama ndio ufulu. Anyway, ladies and gentlemen, what's your view on uongo? But unaona kuna uongo zingine ni poa. Kama uongo za relationship. Ambia manzi yako ukweli uone mkikosana. Walai. Ati amekupikia sijui nini chakula hujapenda, umwambia hii food nayo ni mbaya, umepika vibaya. Unasikia okay, food zangu but za huko nje uongeleangi. So akileta unaumia tu, lakini unamwambia iko sawa. Randy, ni uongo gani ushaipewa? Ukadanganya ukaingia box mpaka ukasema nyewe hapa naye mimi ni fala. Babangu alikuwa number 1 shule maisha yake yote. Mababa zote uko number 1. Hata wewe niko sure kama uko na mtu anajuanga wewe ndio number 1. Mimi hata yani mimi uongo nishaipewa. Mimi nikiwa msichana nilikuwa mgumu. Hakuna mwanaume alikuwa ananichezea. Sasa wewe ni first born. Na ulizaliwa akiwa form 2. Watu 8 nyuma yako. Anyway, uongo ni nyingi. But bado mimi Mtemi niko hapo kwa kuna uongo zingine ni poa. Kama za nitatenga. Sina uongo za hiyo kwangi uongo by the way. Unapo kutenga. Hapo kwa kutenga ilikuwa ni ukweli. Sasa si ndio nakwambia hii ni uongo ya kukupe hope. Ndio maana nakwambia ni uongo mzuri. Juu wewe niambie utaekaje 55.2 people living on hope. Ngoja. Utatenga. Ndio hapana, kutenga si uongo. Kutenga ni ukweli. Alishasema mimi nitatenga na sasa amezitenga huko na dosa hii. Sio amezitenga, amejitengea. Hiyo ni ukweli sahihi. Tutatenga bilioni 10 ziko. Zimetengwa. Kuna hii uongo fulani sasa inakuwa noma hata zaidi. Kuna hii uongo ya hello sasa. Poa sana. Uko poa? Niko poa.
si nakam kukutembelea after about an hour. Buda unaamka unasafisha keja. Alafu anawa ikishafika hivi. Halo, manze nimepatwa na emergency. Hiyo ni uongo. Mamangu amenitu. Hiyo ni uongo for your own benefit. Unatengeneza nyumba inang'ara. Hapana. Mimi mpango wangu mimi niko sawa hiyo nyumba ikiwa hivyo. Ile uongo ya welcome to my humble abode. Na sasa hiyo nyumba ni bonge la hao. Nyumba imepangwa vizuri hadi sasa unacheza humble. Ati sasa kuna hao wenye huo vadu. Ati this Mercedes class 200 is my is the simplest. This is what I used to run errands. Sitaki kutumia mafuta mingi. Sasa hiyo ni uongo man. Unaona? But anyway. Sasa kuna hii uongo. Hii uongo ya kugongwa. Mzee anakugonga vizuri, kama ni pesa anakutoka vizuri. Unajua kusema kugonga kwa nisha. Okay, tuendelee. Acha kumba wakili. Zizi. Nani amefikiria igonga hapa? Hakuna mtu amefikiria igonga hapa hivi. Mzee anakugonga mpaka wewe kwa akili yako unaanza kuona huyu jamaa ni fala, nataka kumtoka do. Jamaa anakupeleka na mimi kuna mzee alinikaribisha hii town. Na sasa unajua ananikaribisha town after tayari nimeshaka miaka more than 15 years hii town. Jamaa unajua alinikaribisha aje hii town? Jamaa aliniambia ananipeleka Mboka. Na alinitoa home. Alafu unajua tunapanda gari ya nani? Yake. So tukaenda kusema Mtemi, tuna need kukunywa hata ka breakfast bana tu. Tukaingia base fit inakaa vizuri. Tuka breakfast hapo nini total mimi na yeye tulikuwa tumekula 1400. Hiyo breakfast. Alafu ananiambia Mtemi fanya hivi. Peana hiyo do alafu wenda kuona. Tukimaliza siku haina mambo. Si mimi niko na kado kangu na lazima nifurahishe huyu jamaa. Wewe unajua leo inarudi Mboka mzuri. Tumesonga mbele ameingia petrol station. Mafuta ya 2,000. Mtemi peana 2,000. Wewe enda kusota. Haina mambo. Sawa. Tumeenda sasa hiyo hapo 3400 yangu ishaland iko mahali najua ndarudishiwa 34. Unajua umeinvest. Hata ananiambia tukimaliza sitakuacha hivyo juu nitakuwa nimekutembeza lazima nikuadisika kitu. Nakwambia tulifika base mpaka akaenda mpaka akabai nini ya simu, cover ya simu. Akabai cover ya simu, alibai do ngapi? Punch. Anambia Mtemi peana hiyo punch nini. Mimi naenda hapo tushaingia 3900. Sasa tukaenda tukafika mahali akashuka kwa gari, akaniambia ni mungoje aingie building fulani hapo anakuja. Mimi nikasema sawa. So nikakaa hapo kama 30 minutes nikasema acha ni stroll kabla laru hata akinikosa si atapiga simu. 30 minutes nilirudi. Sioni gari. Imechukuliwa yangu hakuna. Ndio ni mteja. Mimi nilijiambiaga hivi. Si labda aliibiwa nini Kanjo alikuja akabeba gari na yeye akaibiwa simu. Wewe labda ulimuona. So at my expense. Unajua vile actually mpaka wa leo hiyo ni kitu ile happening like 10 years ago. Mpaka wa leo anytime nimesota mimi ukumbuka ile jamaa. Alafu kitu fani sijai kutana naye. Unaonanga nikata kurushia hiyo. Sema hata kwa mtandao sijui. Ama umsee hii gari ilikuwa yako haya. So place yenye ilikuwa alikuwa anarudisha. Hii 30 minutes ilikuwa. By the way kama singekuwa na don ningerudi home hiyo. Unajua kuna ile napiga hesabu yao. Hii gari ni ya haya wale waseni ilichukua pale tuseme Kenco. So si hapo ndo nafaa kuipeleka wakuja wachukue. Sawa, tuseme hii gari ni ya haya. Haya. Mimi kuna jamaa sitataja jina yake. Lakini ule jamaa ni muongo. Sijui ni muongo ama ni mkora. Ule jamaa ni mtu anaweza kukopa 10k umpe. Utakutana na yeye ukimdai bado utamuongeza 1000 kaja kurudishia 10k yako. Na muachane mkiongea vizuri. Yani ule mseni muongo hiyo design. Randy me I think kuna watu uongo yao ni uongo yani inborn alafu pia ni talented. Do you know Kenya kuna mtu anaweza sema yeye si fala. Unajua Kenya imedanganywa Kenya mzima. Kenya imedanganywa tangu kitambo ijaanza kudanganywa sahi. Kumbuka kuna msee alidanganya wa Kenya ati God of all creation. Kwa Kiswahili ni Mungu nguvu. Sasa uko hapa kwa God. Box si wote ndio leo God of all creation. Okay. Tuanze God. Mungu. Mungu sawa, correct. Of all creation sawa kizungu. Nguvu yetu.
pande unasikia so nguvu yetu all creation nguvu yetu nguvu si ni energy ni power. So nikikwambia wewe unajua mimi niko na nguvu nakwambia you know I have creation. God of all creation. Lakini baraka kwetu bless this our land. Okay, bless na baraka ziko sawa. Hapana, inafai kuwe bring blessings to our ilete baraka kwetu. Sasa nyinyi mnakasirika ati tulidanganywa, tukaambiwa mwadhani arogosho. Mbona mcomplaining juu ya national anthem? Kwanza tunafaa kuanzia, alafu unajua bado uongo wengine tulipewa ni gani? Ya kupewa constitution. But bado hatuko free. Anyway, tuendelee. Freedom ilikuja on paper but not actual. Unajua okay, hapo kwa constitution, the thing is constitution iko but on paper. Ndio nakwambia sasa ile time kama ile ya 1963 si tulipewa on paper. Na tukapewa na kanguo fulani kanaitwa flag. Lakini wewe niambie kama Lake Victoria uwezi enda kutumia. That's why tunasema uongo ijaanza saa hii. Uongo ilianza kitambo. Umesema time ya Adam. Uongo tushadanganywa hapa 1963. Tushadanganywa hapa juzi. Unajua next year watu tunaenda kudanganywa. Next year kweli? Next year tunaenda kuhajiwa na uongo. Mafuta nini? Bei ya mafuta imepanda. Kuna mtu anajipanga sasa kuja kunifulia nguo. Na sasa unaona venye bei ya mafuta imepanda, tutakujua na vako ya. Si ilipanda? Si nilishukisha? Bas. Wajinga sisi. But anyway, uongo okay, naweza sema inajenga na inaharibu. But at the end of the day kuna best yangu ananiambianga uongo siku zote kuna mguu fupi. Uongo ni kiwete. Sasa tuseme hivi. Kaguru. Sasa umenipe. Msaki ndanganya. Kaguru. Jana semanga unaweza danganya lakini hautafika mbali nayo. Njia muongo ni fupi. Unaona? Like utapatikana tu mahali. Unaona? Uongo iko na advantages. Iko na advantages time yenye na kubenefit. So ina kubenefit mwenye anadanganywa ama mwenye anadanganyana? Mwenye anadanganyana ndio iko na advantage kwake. Iko kwa but ni advantage ya short time sana. So mimi nikikudanganya yezi kuwa to your advantage? Yezi kuwa to my advantage. Juu unajua sasa ni ile design ya niambie ukweli niumize hiyo time. Badala ya nilive kwa uongo. Wewe hujaona msee amepiga mtu jo panga ya kichwa hapo imekuama, mtu anakimbia na panga kichwani. Ameongezewa extension kwa kichwa. Anawekewa roofing. Unasema msee anakimbia lakini kichwa imejipanga. Kichwa. Unajua Randy. Juu unaona mtemi nikikam nikudanganye. Wacha sasa nikwambie. Sasa unaona kwa experience ya theater, tuseme categorically set books. Ushaipata msanii fulani ni muongo anaua familia mzima. Until ipo siku actually mtu wao anakufa hata si ya kuchanga. Labda umsi hataki kuja rehearsals. Shosho wangu ali. Hiyo siku nyingine ikifika mama yangu ali. Aunti yangu jua kwa ICU. Sasa inafika siku yenyewe ukweli ina happen. Anasema shosho wangu alideni. Kwani tena ni wewe unaona? Huwezi changa. Kuna msee aliambiaga mdosi wake anko yake amededi. So ameenda ushago kumzika. So hata kuja job. Hiyo siku kesho yake anko yake anakam job kutafuta msee. Sasa mdosi anashindwa rada. So akakanyagia akumwambia ati ameenda mazishi. So jamaa kurudi job mdosi anamuita mzaa. Where do you believe in life after death? Unasema hakuna, there is nothing kama hiyo. And do you believe in resurrection? Mtu akishakufa amekufa. Ameenda. Kwambia now you should believe. Because after you went to bury your uncle yako alikuwa. Hiyo ndio ile ufupi tunaongelea. Miguu ilikatiwa. Yaani ilikuwa fupi, ikafupishwa saini nga. Ni zile za high school. Shule umedanganya, umepewa sas. So unaenda umefukuzwa na ukota mzazi. Parent for hire. Alafu mzazi anakuja anapewa pressure na depa. Anakugeuzia kuja mabari. Wewe hautanipiga wewe hatukuelewana hivyo. Hiyo town nilikupea ilikuwa kubona na depa. Natie ukiita mzazi hivyo. Alafu sasa ile anafika hivi ndio nani wewe ndio mzazi
kitu huyu amefanya, wewe kama mzazi unafaa wewe ndio unaenda ndani. Wewe ndani ya nani? Anayo. Mimi sema uongo iko tuna advantage hiyo time yenye unaona unaitumia. But ayuwe mse kukua mtu. Tuambiane tu kweli. Hata ukiwania kama unaona mimi nataka kusimama MCA 2032. Sisi na do. Lakini mimi nitakuja tu niambiwa tu kweli. Ni aje? Hii unajua ndio naelewa tuna discuss uongo. So pia tu hii ni uongo ama ni ukweli? Unajua kwa kichwa kichwani najua kuna kichwani. Kichwani najua 2032 nafaa kusimama, lakini manifesto mani hapo. Hapo kwa mani ndio una shida. Festo hata ina issue. Hiyo na imepangwa ikapangika, najua barabara, street lights, security, police post hapa, lakini mimi ni tuambiane ile design yani aje majamaa mimi sina. Nipeni Twitter moja basi nijijenge. Mradi yenu ikikam mimi ndawape. Na wasukumia but mimi mwache tu nikule ya. Unaona? Acha nikwambie, unajua watu watakupea juu umwambie ukweli. Unakumbuka ule boy wa ani hapa Central ilikuwa area ya Meru hakuwa na do. Ule but alikuwa anatembea door to door. Lakini nayo system pia ilimeza. Anyway, shetani ya Mungu. Randi kuna hii uongo fulani na wazungu wanaitanga diabolical liar. Diabolical. Hii ni ile yani unadanganya mpaka una believe in your own lie. Ukitoka hapa una made. Kama au madem mse ako na mtoi ocha lakini huku ameolewa anajulikana yeye hana mtoi. So wewe unaishingi na mwanaume, wewe na yeye mnajuanga hamna mtoi na yeye pia ushago hana mtoi na ana live na hii kitu for long. Watu kao unafikiria hiyo ni advantage ama ni disadvantage? Juu huyu boy akijua uko na mtoi atakutoka. Sasa si ndio maana nasema okay kwake that is lying for love. Alafu yeye sasa yeye anafeel yeye ako at peace. Manzi. Basi sasa huyo mse mwingine unajua siku atajua. Na sasa atajua kama amekupe labda watatu. Unajua sasa wewe mlipata naye mtu anaambia watu first born wangu. Mother anajua ni second born. But unajua wanawake ndio hujua. Hiyo hata sasa mimi usema kama mwanaume wewe ishi tu. Lakini pia wewe utakaje na demu jaiju wako na mtoi? Sasa kama ameamua sikuambia utado. Kwani watu wakufanya biology? Mimi kuna vitu zingine tu nikiona najua huyu. Hata si biology. Unajua geography of Mdevi, yes biology. Hiyo ni geographical interception of the body, of the human body. Unajua ile design una intercept in between. Nikisema diabolical ilikuwa tu kupita. Sijasema sasa tuingie. Je, unajua but kuna zile vitu unajua tu nikiingiza mkono hapa kwa nywele najua unaona? Ni kama venye unajuanga imegwarwa maternity. Nika ukiona kariva kana flow ujue maji nazunguka unajua hapa ni deep. If you don't get it, forget about it. Anyway, ladies and gentlemen, ilikuwa tu intro 2026 Dem Days podcast. We back. We are back like we never left. So kwa wale maguest ukiwa interested unataka kutujoin kwa hizi discussion. tuna So what we will do tutaleta watu wenye ni wa Dem Days so that watuambie Dem Days to discuss Dem Days now. Na pia tutakuwa tunaleta majenzi watu wa sahi. Watuambie. So that we compare sahi na Dem Days. Millennials sio sahi. Millennials sio sahi. Wewe si ni millennial? Hapana, uwezi anza kunikategorize. Wewe ni nani? Wacha nijikategorize. Wewe sawa, wewe ni mil. Tuyeje tu hapo. Wewe tutakaribisha mtu tutakaribisha. Tutaletea di boomers. Yes. Sama boomerang. Boomerang. Bloomers. Au ni mashosho? Wale wa kitambo mabuda zetu sasa. Mama Gen X boomers. Tutaletea di nini? Wale wa majimates wa Adam. Wako. Methuselah. Metaletea. So juu unaona sisi tunakuaga zile. Unajua kitambo. Alafu kuna mwenye yako. Nasema kitambo nasema hiyo si ni juzi. Hii ni juzi. 1984. Just the other day. I was 49 years. Unajua sisi tunaringaga unajua wakati wa Kibaki kuna watu wanasemanga wakati wa Kenyatta. Wewe Kenyatta gani? Unajua wakati Kenyatta alikuwa anapita shule yetu.
nikiwa class 8A. Unasikia? Maziwa ya kwanza nilikunywa ni ya Nyayo. Anyway, ladies and gentlemen, till next time, see you in this podcast. Hey,